Hey, what's up everybody? This is Gladness and welcome to our fourth part of our learning. Tumekuwa tukijifunza vitu vingi na leo nipo kwenye sehemu ya 4. Kwa haraka nitaenda straight to the point. So, katika vitu ambavyo tumejifunza, kwanza tumejifunza kujua ni kitabu cha namna gani unakiendea, ni kitu cha namna gani unakiendea, lakini pia tukawa tumejifunza vitu gani ufanye wakati sasa ndo unataka uanze kujifunza Biblia ama unataka uanze kufanya Bible study. Lakini pia sehemu ya 3 tumejifunza vitu gani uvifanye wakati umeanza, during that time you are reading or you are doing a Bible study, ni vitu gani uvifanye. We mentioned a few things na I believe umejifunza. Kama hujaiona, you can go back to our previous video and you can learn from there. So leo tunaingia kwenye sehemu ya 4 na sehemu ya 4 nitazungumzia, kwa sababu nimekuwa nikisema tusome. Leo nitazungumzia kwa nini usome. Like I'm gonna give you reasons just reason kwa nini usome. You might have reason kwa nini usisome Biblia. Utakuwa umeambiwa, utakuwa umehadithiwa, utakuwa umesikia story kwa watu na wewe ukazi grab, utakuwa kwenye vijiwe watu wamekuwa kizungumzia kisema unajua Biblia nini. You might have a few reasons kwa nini hausomi Biblia. Na moja ya hiyo sababu ni unasingizia kwamba Biblia is for special people. Kuna watu wameitwa kusoma neno la Mungu. Lakini deep down ili neno lilikuwa limeandikwa for everyone. Neno la Mungu linasema alikuja kuokoa ulimwengu mzima. Anasema yani nilikuja ili muijue kweli na yenyewe kweli waeke huru. Na kweli ambayo itatuweka huru ipo humu ndani. Kwa hiyo ni jukumu, ama kila mtu ana haki na ana jukumu la kujua na kusoma Biblia. So leo mimi nitakupa sababu kwa nini unatakiwa usome Biblia. Na sababu yetu ya kwanza ni kwamba, kitu cha kwanza unachotakiwa kujua ni kwamba haupo kwenye ulimwengu wa karne ya 19, 18, 17, 16. Like upo kwenye karne ambayo ni ya tofauti kidogo na karne za nyuma. Karne za nyuma watu waliokuwa wana access na maarifa walikuwa ni watu wachache sana, na ndio maana walikuwa ni watu wachache sana wanaohesabika wenye maarifa. Lakini karne yetu hii ambayo sisi tupo, kila mtu ana access na maarifa, kila mtu ana akiamua ana uwezo wa kupata maarifa, ana uwezo wa kusoma, ana uwezo wa kujua chochote anachotaka kukijua. Na kama nilivyosema, tupo kwenye ulimwengu ambao everyone knows something. Yani kila mtu ukitoka nje kuna kitu anakijua. It might be ana knowledge nzuri au ana knowledge mbaya, lakini at the end of the day kila mtu kuna kitu anakijua. Yani hata ile kujua kwamba wewe ni mjinga na yenyewe pia ni kujua. Kujua kwamba wewe ni mbarikiwa na yenyewe hiyo ni nini? Ni part ya kujua. Kwa hiyo upo kwenye dunia ambayo kila mtu anajua, na ukitaka kwenda sawa na hiki kizazi ama huu ulimwengu ama hii dunia sasa hivi, ni lazima na wewe uwe unajua kitu ili uweze kutoboa, ili uweze kuishi. So katika kujua nimesema kuna aina mbili ya kujua. Kuna ambao wana good knowledge na kuna wengine wana knowledge ya uharibifu. Yani knowledge waliokuwa nayo wao ni ya uharibifu, na kuna wengine wana knowledge ya kuwajenga, kuwatengeneza na kuwafanya kuwa watu bora zaidi. So chagua kati ya watu wenye kujua au wenye knowledge. Chagua kuwa mtu ambaye anajua na anajua knowledge iliyo nzuri, knowledge ya kumjenga, knowledge ya kumuongeza, knowledge ya kumfanya kuwa mtu bora zaidi. Na hiyo knowledge, I do not have any other, ushauri ni wapi unaweza kuipata hiyo knowledge other than from the Bible. If you want to be a better person, kama unataka kuwa mtu bora zaidi, hakuna mahali ambako ninaweza nikakushauri uende ukapate good knowledge other than the Bible itself. Kwa hiyo kutoka kwenye Biblia, that's where we are made better. Huko ndo tunapokuwa watu bora na tunakuwa watu wakuu zaidi, kwa sababu hii ni ile pumzi yenyewe ya Mungu. Yani this is God himself akikuelekeza ama akikufundisha the ways of life. Kuna mtu mmoja aliulizwa kwa nini unampenda Mungu, akasema mimi nampenda Mungu kwa sababu yeye anapenda kujifunza kwa watu wenye experience, na Mungu has been here yani since the beginning of time. He has all the experiences
ambazo unataka kujifunza. Kwa hiyo kama unataka kujifunza kutoka kwenye experience, you can learn from God because he was here before you, before time, before creation and before anything. Kwa hiyo anajua kila kitu. So Biblia inatoa mwongozo mzuri na inakusaidia wewe kuwa mtu bora. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kujua ni kwa nini na ni lazima wewe kujifunza ama kulijua neno la Mungu. Zama za uovu zimeongezeka, na kwa kadiri uovu unavyozidi kuongezeka, hata mema pia yanazidi kufanyaje? Kuongezeka. Katikati ya huu ulimwengu, nitakuadvise wewe mtu wa kawaida kabisa. Unajua nini? Changamoto inakuja ni kwamba tumeamini ama tumekuwa tukiaminishwa, tumekuwa na ufahamu wa kwamba Biblia anatakiwa asome mchungaji, Biblia anatakiwa asome wanatheolojia, Biblia anatakiwa wasome wale watu wanaosimama madhabahuni. Lakini kimsingi na kiuhalisia kila mtu ana jukumu la kusoma Biblia. Nitakwambia mfano, wewe ni mama, you are a mother au you are a father. Ninachukulia tu yule mtu wa kawaida kabisa, hasimami madhabahuni wala nini. You need to understand the Bible. You as a mother or you as a father, kwenye tumbo lako na kiuno chako umebeba vitu vingi, umebeba hatima kubwa, umebeba watu wakubwa, umebeba watu wa ajabu. Yaani umebeba vitu vya kuja kuitikisa na kuishangaza dunia, watu ambao wanatakiwa kuja kuleta na kufanya ulimwengu kuwa kitu cha tofauti, au kuja kuleta mabadiliko ama improvement kwenye huu ulimwengu. Sasa reading the Bible itakupa kujua ni namna gani ya kudili na viumbe ambavyo umevibeba kwenye tumbo lako kama mwanamke na kwenye viuno vyako kama mwanaume. Watu wengi sana, wazazi wengi sana wameharibu destiny za watoto wao, wameharibu maisha ya watoto wao, ni kwa sababu wazazi wao hawakuinvesti kwenye knowledge ya kimungu. Kumpeleka mtoto shule nzuri akasoma shule ya mamilionea, hiyo ni investment, lakini investment yenye return ni kujua Mungu anasema nini kuhusiana na kitu ulichokileta duniani. Ni namna gani unaweza ukakiguide, ukajifunza kuhusu fatherhood, ukajifunza kuhusu motherhood, ukajifunza kuhusu parenthood kutokea kwenye neno la Mungu, because God himself is a parent. Ametuzaa sisi, ni watoto wake. He's been taking care of us since the beginning of time. Kwa hiyo wewe unayejihisi ni mtu ambaye you are the least of watu wanaotakiwa kusoma Biblia, I am telling you, wewe ndiyo mtu ambaye unatakiwa kusoma Biblia kujua zaidi. Mwanamke, umebeba kitu kikubwa, yaani wewe umepewa dhamana ya kuleta kiumbe duniani, ya kukilea. Most of kids wanakuwa na muda mwingi na mama zao. Utakuwaje na muda na mtoto wako? Ukiwa na mtoto wako unaongea naye nini? Ukiwa na mtoto wako unamfundisha nini? Unajua nini kuhusu mtoto wako? Unajua nini kuhusu kudili na mtoto wako? When your kid ameenda astray, ameenda tofauti, how do you deal with that? Umeinvest pesa nyingi sana kwenda kwa wanasaikolojia, lakini you could have just invested your time and your spirit and dedicate everything about you kwenye neno la Mungu. Ungepata guidance on how to take care of your kids, on how to raise them, kuwatengeneza kuwa watu wenye integrity, watu wenye hofu ya Mungu, watu wenye upendo, watu wenye ambao wako passionate na vitu wanavyovifanya, watu ambao wanasimamia misingi. Hata kwenye hili taifa letu tunaona tunaona ubatili na watu wa system wanavyofanya vitu ambavyo havieleweki, vitu vya udhalimu. It's because their parents did not raise them well, and if they did raise them, lakini sio kwenye misingi ya neno la Mungu. Ukimlea mtoto wako kwenye misingi ya neno la Mungu, I am telling you, hata akija hapo katikati akakua mambo ya ujana yakamharibu, atarudi. Yani atarudi na atakaa vizuri, kama wewe mzazi uliinvest kwenye kumjua Mungu na kujua Mungu anasema nini kuhusiana na huyo mtoto aliyekuamini. Wazazi wengi wamekuwa wakiwaignore watoto wao. They've been investing kwenye kuwatunza kuliko kuwalea. Kusoma Biblia kutakufundisha kufanya biashara, namna ambavyo utaweza kufanya biashara na vitu vikaenda vizuri, namna gani ambavyo unaweza overcome situation na challenges ambazo unakutana nazo kwenye biashara zako. Wewe ambaye ni mwajiriwa, wewe ambaye ni mwajiri,
you are a boss, you are a CEO, a founder of a certain company. Kuongoza, yani katika hali zote za kiuongozi, hakuna kazi ngumu sana kama kuongoza binadamu. Kwa ili uweze kuongoza binadamu, go back kwa yule aliyewatengeneza binadamu, ambaye anajua kila binadamu yukoje. Atakufundisha namna ya kudeal na binadamu, atakufundisha namna ya run organization yako, atakufundisha namna ya kujua na kufanya vizuri. Lakini pia sababu ya tatu na sababu ya mwisho ambayo nitahitaja hapa, kusoma Biblia kutakupa kujua haki zako, kutakupa kujua wajibu wako, kutakupa kujua njia na namna za ulimwengu. Watu wengi wamekuwa frustrated katika kusubiri vitu kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kutokujua majira. Kwa sababu ya kutokujua time and season, tumekuwa frustrated na tukaanza kusema kwamba Mungu ni muongo. Tumeona watu wengi ambao walikuwa kwenye imani lakini baadaye wakaanguka kwenye imani. Unahisi kwa sababu gani walianguka kwenye imani? It's because the knowledge of God waliokuwa nayo ilikuwa ni insufficient, haikuweza kuwasaidia wao kuweza kuhimili ama kusimama kwenye nyakati zote, ziwe nyakati nzuri, nyakati mbaya, nyakati zisizoeleweka. Unajua kuna nyakati ambazo life is like a washing machine. Ukiweka nguo mule inavyozunguka zunguka, you don't even know kama inaenda clockwise au anti-clockwise. So the knowledge ambayo mtu amekuwa nayo ni insufficient, yani haijitoshelezi kumpa kusimama kwenye imani, na ndio maana wamekuwa wakianguka. Mtu alikuwa anaamini vizuri lakini baadaye anaanza question utendaji kazi wa Mungu. It's because hakuruhusu yeye kujua zaidi kuhusu neno la Mungu au kuhusu Biblia, na namna pekee na namna nzuri ya kujua Mungu ni kwa kusoma neno lake. Kwa nini nimeongelea swala la haki? Nimesema hivi, kwa kusoma Biblia kutakupa kujua wewe haki yako kiroho, haki yako kiimani, haki yako kimwili, na haki yako hata kwenye eneo ambalo upo, kwenye taifa, kwenye community, wajibu wako. Ukisoma Biblia ni rahisi sana kudai haki, lakini si rahisi kutimiza wajibu. Biblia inakuambia hivi, wewe ni kichwa wala si mkia. Hiyo ni haki yako, like that's a promise itself ambayo Mungu amekupa. Lakini wajibu wako wewe ni kuseek that knowledge ambayo itakufanya kuwa kichwa na wala si mkia. You don't just be kichwa wala si mkia just by being a believer itself. You are being kichwa na wala si mkia kwa kuinvest na kutafuta maarifa. Kwa kuinvest na kutafuta maarifa. Neno la Mungu linasema kapu lako litajaa, yani litashindiliwa, litasukwasukwa, litamwagika. Lakini kabla kapu lako ambayo hiyo halijajaa na kusukwasukwa na kumwagika halijajaa, there is a responsibility that you need to do. Kwa hiyo before hujadai haki, hakikisha umetimiza wajibu wako. Kama umetimiza wajibu wako, una ujasiri wote wa kwenda kudai haki yako, iwe ni kwa Mungu, iwe ni kwa viongozi wako, iwe ni kwa bosi wako. Kwa hiyo kabla ya kwenda kudai haki, timiza wajibu. Ukitaka usiwe oppressed na miungu, ukitaka usiwe oppressed kwenye ulimwengu wa roho, principle ni hiyo moja. Unatakiwa kujua wewe ni nani. Unatakiwa kujua wewe ni nani. Kuna miujiza ambayo unaenda kuitafuta, unaisotea usiku na mchana, unasafiri usiku na mchana. Lakini laiti kama ungejua there's something about the miracle that you're looking for, ungekuwa unaijua, ungekuwa umesoma Biblia umeijua, usingekuwa unahangaika. Usingekuwa unahangaika. Na kama ungekuwa unajua kwamba miujiza huwa haiji tu, yani miujiza haiji from nowhere, miujiza unatengeneza njia, usingekuwa unahangaika. Ndio maana umekuwa ukitafuta miujiza sana, haitokei, ukawa unawalaumu watumishi wa Mungu kwamba ni waongo. No, sio waongo. Ni kwa sababu wewe kuna kitu hujui kuhusu miujiza. Umekuwa ni mgonjwa wa muda mrefu. What do you know kuhusu uponyaji? Umekuwa ukiishi katika hali mbaya, hali yani ule ufukara, tena sio maskini, ni level nyingine, ufukara. Unajua nini kuhusu pesa?
Kama kwako pesa wewe ni dhambi, unahisi utatoboa wewe? You know a little about finances. Yani haujui kitu chochote kuhusu uchumi, haujui kitu chochote kuhusu fedha. Kwa hiyo wewe kubaki na kufa kwenye ufukara na umaskini, that's normal, kwa sababu you don't have any knowledge about money. Na hiyo knowledge ninaongelea biblical knowledge. So you have every reason ya kujua. Ni kwa sababu ya kusoma na kufungua vitabu Danieli alijua hapa tulipo ni kweli. Yani like kuwa kwenye huu utumwa wa Nebukadneza, yani ni kweli. Yani ni hii hapo ilikopo ni adhabu tulipewa na Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Danieli alijua ni adhabu, kitu cha kwanza alichokifanya, mind you, kitu ambacho Danieli alikifanya, alifungua kwanza vitabu. Danieli alipojua kwamba wao walienda utumwani kwa sababu walimkosea Mungu na ile ilikuwa ni adhabu kwao, kwa taifa lao, kitu cha kwanza, kwa sababu alijua, kitu cha kwanza Danieli alienda kuomba rehema, kwa sababu alijua tumemkosea Mungu. At the end of the day, ni kweli Mungu amesema baada ya miaka 70 tutarudi kwetu, lakini kama tulikosea lazima tuombe msamaha. Lakini wewe kwa sababu ya kuto kujua, the thing that you are going through sio laana, it's not a curse, unakemea, kumbe ni baraka ya Mungu, kwa sababu ya kuto kujua. Kwa hiyo have every reason ya kujua na kulisoma neno la Mungu. Baada ya Danieli kufungua vitabu, akajua kwamba baada ya miaka 70, laiti kama Danieli asingefungua vitabu, lile taifa wangeendelea kukaa utumwani hata miaka 100. Lakini kwa sababu alijua baada ya miaka 70, alijua wakati na majira yake. Kwa sababu hatujui nyakati, kwa sababu kuna vitu hatujui, ndio maana tumekuwa defeated as believers, kwa sababu hatuja invest kwenye neno la Mungu. Umekuwa ukiexperience hasara, unasema mimi hapa, no, kuna kitu haujui. Go back, rudi kwenye neno la Mungu, nenda kasome neno la Mungu, utajua ni nini unatakiwa kufanya. Kuna wakati mwingine unapitia changamoto, you are giving up on life, unataka kucommit suicide, unataka kuacha kila kitu kuhusu maisha, kwa sababu haujui kuna habari za tumaini, au kuinvest much of your time kwenye habari za tumaini. Yani like you're so ready to die. It's because you do not know. So I am here to encourage you na kukwambia kwamba you have every reason ya kutaka kujua. As a mother, jua ni namna gani ya kumlea mtoto wako kwenye kipindi na kizazi hiki cha uharibifu. Kama baba, unachukua ujifunze kuhusu leadership na uongozi wa kimungu ili uweze kuiongoza familia yako. Wanawake wamelanduka siku hizi. Sawa yani wanaume na wenyewe wamekuwa wamechizika. Kwa hiyo as a business person, as a minister, invest in that knowledge. Kwenda kuminister kwa watu ukiwa hauna knowledge, huo pia ni uganga na ni uchawi. Kwa hiyo hauna sababu ya kwa nini usisome Biblia. Wewe uwe ni mjasiriamali, uwe unauza karango, unauza ubuyu, unamiliki kampuni. Yani tena hao wamiliki kampuni ndio they need to learn about the word of God kuliko kitu chochote. Kulea mtoto akasoma international schools, akazungumza lugha nyingi, akasema vitu vingi, that's not a thing. A thing ni kulea mtoto katika mazingira na katika principles za kimungu. That's a germ. Hiyo itaishi milele. Elimu like, yani unajua zamani 2000, 1100 ngapi, ilikuwa ni ajabu sana tukikutana na mtu anaongea Kiingereza, lakini damn right now we don't care. Kila mtu anaongea Kiingereza, it's not a thing, you know. Zamani tulikuwa tunashangaa mtu anasoma international schools, like yo, siku hizi mtoto wa yule mtoto sio kindergarten, mtoto wa daycare analipwa ada ya $1,000,000. Yani they don't surprise anymore. Yani hivyo vitu havitu surprise anymore. Lakini what surprising us katika huu ulimwengu bovu, ulimwengu uliopotea, uliobatilika, ulimwengu wa upotofu, tukikutana na mtu ana manners, mtu anaishi, yani mtu ana tabia njema, mtu ana upendo, mtu like that's a germ, that's rare to find kwenye hii dunia sasa hivi. Yani kumkuta mtu anakupenda with, yani like they don't have any reason to love you, they just love you. Ukiwa nayo hiyo ni kitu, na kuweza kufanya hayo yote unahitaji usome Biblia yo. Kukutana na mwanamke ambaye like
ana practice biblical modesty. Ni rare sana. Yani inashangaza, yani mwanaume wewe uko hivi, yani like they don't believe, kwa sababu there's too much uncultured and uncivilized people out here. So invest in the knowledge of the Bible. Thank you so much for watching this part of our learning. Ni kuencourage, hauna sababu ya kutokusoma Biblia. Soma. It doesn't take longer. Yani haichukui just an hour or 30 minutes of your 24 hours every day. Kama vile yani mtu anayetembea Dar es Salaam Kariakoo, venye yani ana kila kiona kitu kina ubaridi anatamani kukipata. It's the same way we are craving for culture people. We are craving for modesty people. We are craving for people with integrity. Jamani, we are tired. Of course, tumechoka kuona watu wenye udhalimu. Tumechoka kuona watu ambao upendo wao umepoa. We just want to experience that. Like, take us back. If you want to take us back to that time when love was love. Love was not business. Take us to that time when, like, relationships were relationships. Sio tena source of income. Take us to that time ambako mtu alikuwa anamsaidia mtu genuine. Take us to that time when you go around and you don't have to see someone else's private part. To do that, you need to learn about God. You need to learn about integrity, and you can learn that here. I encourage you. Anza kusoma, anza kujifunza. Thank you so much. Usisahau ku like, subscribe and share this comment if you feel like imekusaidia. Bye.